حمدا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراط الله مستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع وفاد والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rahma na amani kiongozi wetu na kipenzi wetu Saidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kiendelea na darasa letu la tafsiri al-muyassara katika maneno ya al-Haq subhanahu wa ta'ala, na tumekuwa tayari tumepitia aya ya kwanza pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa viapo viwili, was-samai wat-tariq, na aya yake ya pili Mwenyezi Mungu al-Haq Subhanahu wa Ta'ala aliposema wama adraka mat-tariq, kisha tukawa tumekomea katika aya ya tatu pindi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Haq Subhanahu wa Ta'ala aliposema an-najmu thaqib, pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliuliza na ni lipi au na ni nini itakujulisha ni hiyo tariq au ni nini hiyo tariq. Mwenyezi Mungu katika aya tatu akawa amejibu an-najmu thaqib. Mwenyezi Mungu al-Haq Subhanahu wa Ta'ala akasema ni nyota zilizopasua, ni nyota zilizopasua kwa mwangaza wake, zinapasua giza. Tukazungumzia katika darasa iliyopita kuwa nyota huwa yapasua giza, na wanachuoni walizungumza nyota iliyokusudiwa. Baadhi ya wanachuoni wakasema ni nyota zote bishakla am, na baadhi ya wanachuoni wakasema ni nyota ijulikanavyo vizuri kwa Zuhali, nyota ya Zuhali, na wengine hivyo hivyo wakaenda wakasema wanachuoni nyota inakusudiwa an-najmu thaqib, athaqib inakusudia ni nyota ya Thuraya. Wanachuoni wakasema na hakuna nyota iliyokuwa juu za nyota zote mfano ya Thuraya, hata wakapigia mfano Warabu wakasema alfarqu baina thara wa thuraya, wakapigia mfano utofauti baina ya mchanga na thuraya, yani na nyota iliyokuwa ya hali ya juu, kuonesha kama thuraya ni nyota iliyokuwa ya hali ya juu. An-najmu thaqib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakusudia nyota iliyopasua kwa mwangaza wake. Wanachoni wanasema nyota huwa zina kazi tatu. Nyota Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoziumba zina kazi tatu. Kazi ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaumba nyota kwa ajili ya zina. Tukirudi katika sura Safat aya yake ya 6, Mwenyezi Mungu al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema wazayyana as-samaa bizinatin al-kawakib, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepamba mbingu, amepamba ikawa nzuri. Kwa nini? Kwa hizo nyota. Na kweli sisi wote tukitoka usiku, unapotoka usiku ukitizama juu, wakati nyota zinatanda juu, kila mtu anaona ile mandhari iliyokuwa yenye kupendeza, anaona mandhari iliyokuwa nzuri. Hii ni kazi ya kwanza ya nyota. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaumba nyota kwa ajili ya pambo ya zina, inatusaidia kwa mwangaza, inatusaidia hata kupamba dunia yetu. Kazi ya pili ya nyota wakazungumuza lili hidayah, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta nyota kwa ajili ya hidayah, ya kuongoza watu pindi wanapokuwa katika
giza pindi wanapokuwa katika safari zao wakati ya usiku, pindi wanakuwa katika safari zao kwenye bahari au nchi kavu. Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala katika suratul An'am aya yake ya 97, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri. Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala amekwisha kuwajalia nyota ili iwe ikiwaongoza pindi mnapokuwa katika giza usiku mkiwa nchi kavu au mkiwa katika bahari. Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala kajalia hizi nyota. Ilikuwa zamani, sio kama leo tunao teknolojia nyingi. Zamani walikuwa wakitegemea sana katika safari zao na katika kujua sehemu kupitia nyota. Walikuwa wakitegemea nyota kwa asilimia kubwa sana, kwa kutegemea nyota. Wanajua hii nyota ya Zuhali ikiwa sehemu hii, maana yake sisi village fulani au kijiji fulani ni sehemu hii, au mji fulani itakuwa ni sehemu hii. Wakiwa katika bahari wakasema hii nyota Thuraya tukaiona sehemu kama hii, maana yake safari yetu sisi tumekwisha kupotea njia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haijalia ni kwa ajili ya hidayah, kuongoza watu katika njia zao. Na kazi ya tatu ya nyota wanachuoni wanasema lilharis au lilhirasa, ni kwa ajili ya ulinzi. Hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia nyota ajili ya ulinzi. Kutokana na nini? Kutokana na mambo mabaya au kutokana na mashaitani. Kirudi katika suratul Jinn aya yake ya 9, Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa zamani mashaitani wakitoka katika ardhi au wakitoka katika ulimwengu wanapanda mbinguni kwenda kusikiliza habari za mbinguni, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia ulinzi, na ile ulinzi kajalia ni nyota. Kajalia nyota zinakuwa ulinzi za kuzuia shetani kupaa juu na kwenda kusikiliza ama kufuatilia habari za mbinguni. Hizi ni kazi tatu wanachuoni walisema ndio kazi za nyota. Wakaja wanachuoni wengine wakasema an-najmu thaqib, wakasema anayekusudiwa hapa, nyota inayokusudiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye anakusudiwa kwa nyota. Wakasema kwa kuwa kazi zote tatu tulizozifuata au tulizozisikia zenye nyota, kazi tatu za nyota zote za kusanyika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakasema najmu thaqib wala kusudia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukisema ikiwa nyota ilijaliwa kuwa kama ni zina, yani ya mapambo, ni zina, ina mapambo, inanawiri, inaleta mwangaza, basi Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Maida aya yake ya 15, Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Mwenyezi Mungu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema, anahakikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni nuru. Ikiwa nyota ni kwa ajili ya nuru na kwa ajili ya pambo, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amjalia tayari ni nuru fauka nuru, ni nuru zaidi ya nuru. Na tukasema nuru zaidi ya nuru, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nuru hata zaidi ya nyota. Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika tumekwisha kubaleteeni, imewakujieni nur na kitabu mubin, na kitabu iliyokuwa wazi. Ikikusudiwa nuru hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio wanachoona akasema ikiwa kama an-najmu thaqib, wanachoona kusudia ni ile nyota. Mwenyezi Mungu anajalia ile zina. Mwenyezi Mungu kwa kazi ya nyota ni zina, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna zina kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itakuja mtu anakuambia
Mtume ni mtu kawaida tu. Mtume tofauti yangu mimi na mtume, ama tofauti yetu sisi na mtume aseme ni wahi tu. Subutu wewe hujue Uislamu, tutakwambia wewe hujue Uislamu. Mwenyezi Mungu amekwisha kusema nur ni Mtume Muhammad. Wewe siku gani Mwenyezi Mungu akakuita wewe nur, akakwambia wewe ni nur? Mwenyezi Mungu anataja tumekwisha kuwaletea, amewajieni, tumewaleteeni nur na kitabu mubin. Tumewaletea vitu viwili, nuri ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitabu mubin, na kitabu kilichokuwa wazi ni Qur'an al-Karim. Kisha mtu anakuambia mtume ni mtu tu kawaida, ni mtu tu kawaida, tofauti tu ni wahi ilikuwa namshukia yeye, mimi nishukii mimi. Hii ni ukosefu wa adabu, hii ni kukosa kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Anas anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-Madina adaat kulla shay. Anas anaonyesha pindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia mji wa Madina, anafanya hijra, anasema mji wa Madina yote ikabadilika kuwa nuru kwa kufika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema kila kitu kikawa wazi, kila kitu kikapata nuru. Kwa nini? Kwa kuwa nuru imeingia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio katika mji wa Madina, inasemekana hakuna mji ulikuwa mchafu kama mji wa Madina, lakini bimujarrad ile kuingia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mji wa Madina ikawa mji msafi dunia nzima. Ile kuingia kwa mji wa Mtume Muhammad, mji wa Madina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mji ilikuwa ikijulikana ni mji wa ugonjwa. Epidemi haziishi, wenye walisoma wote wanajua epidemi maana vipindupindu, ugonjwa zilikuwa haziishi ndani ya Madina. Alipoingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizi zote zikapotea. Sayyiduna Anas anaendelea kusema walamma tufia nabii sallallahu alaihi wasallam adlamat kulla shay. Akasema na pindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki, akasema kila kitu giza ikaenea Madina nzima, giza ikataa mji wa Madina nzima. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa nuru imekwisha kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio takuja mtu anakuambia hapana, ni mtu tu kawaida, hakuna tofauti. Fikra za Kiyahudi ndani ya Uislamu, fikra za Kiyahudi ndani ya Uislamu, ili wanataka yuriduna yutfi'u an-nur Allah biafwahihim, yani wao kazi yao ni kuja kuvuta, ni kuja kuefase, kusiprime nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kuja kufutilia mbali nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio kiumbe anaweza kupiga vita, sio kiumbe anaweza kupiga nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu kama hawa ndio wanawaitwa katika lugha ya Kiarabu jahl murakkab, yani mjinga mwenye kuvaa ujinga mara pili. Ajahal almurakkab, yani ni mjinga mwenye kuvaa na ujinga. Mtu kama huyu hata kumfahamisha ni vigumu sana, kwa kuwa yeye kwanza ni mjinga na anavaa ujinga. Hata kaanza kumuletea dalili ya kutoka, inabaki tu ni malaika Jibril njoo ashuke na dalili njoo amini, na huenda hata Jibril akija na dalili hata amini, kwa kuwa ni fikra za Kiyahudi. Na ndio katika wale wanawaita arrijalu ala arba, yani katika watu Mwenyezi Mungu alivyoumba watu wote, watu wanagawanika sehemu nne. Sasa watu wanagawanika sehemu nne. Arrajulu yadri wa yadri anahu yadri. Kundi la kwanza la watu au kundi la kwanza la sifa ya mtu ni mtu mwenye kuwa na ujuzi, na kweli ujuzi wake inaaminika kweli, ye ujuzi yake kabisa ni ujuzi iliyokuwa sahihi. Hadha fattabi'uhu, huyu mtu kama huyu ni lazima wakufuata. Na aina ya pili ya watu, arrajulu yadri wala yadri anahu la yadri. Rajulu yadri wala yadri anahu yadri. Aina ya watu wa pili, ya mtu wa pili ni mtu mwenye ana ujuzi au ana maarifa ya jambo fulani, lakini yeye mwenyewe anajiamini kama hajui. Yani anaweza kuwa ni mwanachuoni, anaweza kuwa na elimu, anaweza kufaidisha mji, anaweza kuwa kuna experience fulani ya kufaidisha, lakini yeye mwenyewe anajiona kama hawezi kafikisha. Mtu kama huyu fastaiqidhu, ni mtu akwenda kumsukuma, ni mtu akwenda kumfikisha sehemu yake.
wewe huwezi ukaikaa hivi, wewe watu wanakuhitajia, lazima wewe njoo kuwe kadha kadha kadha, unamsukuma mbele. Na aina ya tatu ya mtu au ya watu ni rajulu la yadri wa yadri anahu la yadri. Ni aina ya tatu ya mtu au ya watu ni mtu mwenye hajui na kweli ye mwenyewe anajua kama hajui, anajiweka nafasi yake. Hadha faalimuhu, mtu kama huyu umuaproche, umukusogeze mbele yako, umufundishe yale unajua, au umuelimishe jambo kitu unajua. Na aina ya mtu ama aina ya watu ndio mtu mbaya kwa watu wote. Na huyu ukamuona ukapata mtu ana rekolte, anakusanya hizi sifa, basi bora kwa kuwe mbali zaidi naye. Ni nani? Arrajulu la yadri wa yadri anahu yadri, hadha fafirru minhu. Yani aina ya watu ni mtu mwenye hajui, lakini yeye anajiweka anajua, anajiweka kila kitu ni yeye, anajiweka yeye ni mwanachuoni, yeye ni ustadhi, ana elimu, yeye ndio kila kitu anajuaka. Wanachuoni wanasema hadha fafirru minhu. Ukapata mtu ana sifa kama hii, yani yeye hata kamuletea nini hakubali, ni yeye anajua peke yake. Wanachuoni wanasema ukakutana na mtu aina kama huu, basi inabidi uwe mbali naye. Hii ni watu wenye wanakosa kujua sifa Mtume Muhammad, wanakosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu nur, wao wanataka kusiprime nur ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema an-najmu thaqib, wanachora anasema najmu thaqib, anasema ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kama ni kazi ya nyota, kazi ya nyota ni kwa ajili ya zina na mwangaza, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja ni zinatul dunya, ni zinatul dunya. Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituma kama kwa pambo la dunia, alitumiliza kwa mwangaza ya dunia. Na kazi ya pili ya nyota, ikiwa kama kazi ya pili ya nyota ni kwa ajili ya hidayah, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kiumbe chochote alikuja na kuongoza watu na akawa na kipaji kubwa ya kuongoza watu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ikiwa kama kazi ya nyota, ya tatu ni kwa ajili ya hirasa, ni kwa ajili ya ulinzi kutokana na mashetani, basi hakuna aliyokuja alikuwa akidhibiti mashetani, akidhibiti shetani kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata iliwahi kuja katika hadithi zikija kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna siku alimdhibiti shetani, na akamdhibiti shetani, kakuja katika riwaya hata shetani ile kutaka iko najitoa katika mikono ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mate ya shetani ikakuja kubaki kwenye mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehemu yuko shetani alikuwa haiwezi akasogelea, majlisi kwenye shetani yuko mtume yuko, shetani hawezi akasogelea hiyo majlisi. Na si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wafuasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wanafunzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shetani alikuwa hawakurubie. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, ilikuja katika riwaya Mtume akisema masalaka Umaru fajjan illa salaka shaytanu fajja ghaira. Manake Sayyidina Umar ikiwa anapita njia hii, shetani akijua Sayyidina Umar anapita njia au atatokea katika njia hii, lazima shetani anatafuta njia nyingine. Huyu ndio mwanafunzi, huyu ndio mfuasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa vipi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An-najmu thaqib, maana yake wanakusudia kama wanachuoni wengine wakasema an-najmu thaqib wakikusudia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu, tukimalizia, Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, Mwenyezi Mungu akiendelea an-najmu thaqib, in kullu nafsi lamma alaiha hafidh. Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anasema hakuna nafsi yoyote isipokuwa inayo malaika wakihifadhi. Hakuna mtu yoyote, hakuna nafsi yoyote isipokuwa anakuwa iko escorté par les anges, iko anapelekwa, yuko na malaika mbele zake, kuna malaika mbele zake, kuna malaika nyuma zake, kuna malaika upande wake kulia, kuna malaika upande zake kushoto. Kila nafsi, in kullu nafsi alama alaiha hafidh, malaki hakuna nafsi yote isipokuwa Allah Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala
kaijalia ina nafsi, ina malaika wa kuhifadhi. Wamalaika, kuna wamalaika wa kuhifadhi na jambo lote mbaya, na kuna wamalaika, kwa wale wamalaika kuna wamalaika kuandika jambo lote ile mtu anafanya. Jambo lolote unafanya, jambo nzuri linaandikwa, ukifanya jambo mbaya lote linaandikwa, ili siku ya mwisho utakuja kuhesabiwa katika yote uliyofanya. In kullu nafsi lama alaiha hafidh, yani kila nafsi inayo malaika wakihifadhi, na wanahifadhi na jambo lolote mbaya. Jambo lolote mbaya unataka kufanya, unakuta wale malaika wanakuzuia usifanye, au jambo lolote linataka kutokea mbaya, wa malaika wanakuzuia. Ndio saa zingine utakuta katika ilitokea ajali, ilitokea aksida. Baada ya kutokea ajali unakuta watu wote wamefariki isipokuwa mtu mmoja au wawili au watatu, lakini wengine wamefariki. Wa malaika wanahifadhi nafsi kwa jambo lote mbaya isipokuwa ajali, isipokuwa nani? Kifo peke yake. Pindi napokuja kifo peke yake, hapo hakuna malaika. Malaika hawatakuhifadhi hata kuhifadhi na jambo lote mbaya isipokuwa ajali peke yake. Ikakuja lakini kwa mambo mengine wa malaika wanakuja, wanaweza kukuhifadhi. Unaweza kuta kwenye aksida, unakuta mtoto mdogo anapona, wale wengine ajali yao ilikuja siku yao ya kufariki, wa malaika wahifadhi, na huyu mdogo au huyu alionusurika ni anahifadhika na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema in kullu nafsin lama alaiha hafidh falyanzur al-insanu mimma khuliq. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema na itizame huyu insan, huyu mwanadamu, huyu insan atizame ameumbwa kutokana na nini, ametengenezwa kutokana na nini, mada gani ilimtengeneza. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tutakuja kuendelea katika darasa letu. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba waj'alna min ibadika salihin mukhlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.